Vikipikwa vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia na karibu tuweze kuwadondoshea habari kuhusiana na interview moja kali sana ambayo iliweza kufanyika. Nazungumzia interview baina ya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna pamoja na Yvonne Okwara Matole pale kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV, na interview hii kufikia sasa bado inazidi kugonga vichwa vya habari. Ni interview ama ni baadhi ya interviews ambazo zimekuwa kali sana hivi karibuni, na ni interviews ambazo zimeweza kuzungumziwa na watu wengi sana kote nchini na hata nje ya nchi. Na iwapo basi unajiunga nami kwa mara ya kwanza kwenye account hii ya Director Dasi, hakikisha tu kwamba unaweza kusubscribe na kuring kengele to turn on notification, ili ndiposa napoachilia kazi kama hizi na sawia na hizi unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuweza kupata kujua ni nini ambacho kinaweza kuendelea. Na tunaona kwamba bado watu wanazidi kuzungumzia, bado watu wanazidi kutoa maoni yao kuhusiana na interview ambayo Edwin Sifuna aliweza kufanywa na Yvonne Okwara Matole pale katika runinga ya kitaifa ya Citizen TV. Na ni baadhi tu ya interview ambazo zilikuwa zimesubiriwa sana na watu wengi, ni baadhi tu ya interview ambazo watu wengi waliweza kuacha shughuli zao na kuweza kujikita kutaka kujua ni nini ambacho Edwin Sifuna angeulizwa na namna ambavyo angeweza kujibu. Na unapofuatilia ama unapofanya utafiti kwa undani sana, utapata kwamba baadhi ya interviews ambazo huwaleta watu wengi pamoja sana kutaka kufuatilia kama hii ya Edwin Sifuna ni zile interview ama ni zile debate za urais ama naibu urais, wakati ambapo tu huwa tumeelekea kwenye uchaguzi mkuu, na hizo ndio huwa zinakuwa interview ama mahojiano ambayo huweza kuwaleta watu wengi sana pamoja na kuweza kufuatilia kwa undani sana. Lakini kwa sababu gani watu wengi wakaweza kufuatilia mahojiano haya kati ya Yvonne Okwara Matole pamoja na Edwin Sifuna? Utapata kwamba Edwin Sifuna amekuwa akigonga vichwa vya habari, na Edwin Sifuna ameweza kujitokeza namna ambavyo Wakenya wanamchukulia kama yeye ndio malaika, kama yeye ndio yule king ambaye tu anaweza kubadilisha mustakabali wa nchi hii ya Kenya, ambaye tu anaweza kuwatetea wananchi, anayeweza tu kuleta maendeleo. Na kwa hivyo Edwin Sifuna is the darling to Kenyans right now, na ndio kwa maana kila mahali, kila kitu anachofanya, anachosema, basi Wakenya huwa wako tayari kuweza kufuatilizia na kuweza kumuunga mkono. Na utapata kwamba mahojiano tayari yalikwisha fanyika, lakini kufikia sasa bado watu wanaweza kuzungumzia mahojiano hayo, bado watu wanaweza kutoa maoni tofauti tofauti, bado watu wanaweza hata kujikita kwenye makundi ama vikundi tofauti tofauti na kuweza kuanalyze namna ambavyo interview hiyo iliweza kufanyika. Na hii inaonyesha tu kwamba basi Edwin Sifuna hafai kuweza kutupiliwa mbali kwenye siasa za mwaka wa 2027 kutokana na umaarufu wake, na si tu bali umaarufu, bali kutokana na upendo ambao Wakenya wako nao kwake na wanazidi kumpenda kila uchao. Na hata Edwin Sifuna mwenye anaendelea kujizolea umaarufu, kwani anaendelea kupata uungwaji mkono kwenye sehemu tofauti tofauti za nchi hii ya Kenya. Na unaona kwamba wanasema kwamba kizuri cha jiuza, kibaya cha jitembeza, na pia kuna wale ambao wanasema kwamba ikiwa kwa maisha hawezi kuzungumziwa, ikiwa kwa maisha hawezi kutajwa na mtu yote, hata kama utatajwa vibaya, basi ina maana kwamba huenda hauna umuhimu wowote. Na ndiposa wengine pia wakasema kwamba hata matunda ama mti wenye matunda ndio wakati mwingi huweza kupigwa mawe. Na kwa hivyo siku itaanza, siku itaweza kutamatika, lakini siku haiwezi ikaanza na ikaweza kutamatika kama Wakenya hawajaweza kumzungumzia Edwin Sifuna. Na swali ambalo najaribu kujiuliza ni je, Edwin Sifuna akiweza kupotea pale kwenye limelight kwa siku kama 7 ama kwa wiki kama moja hivi, ni nini kitaweza kufanyika? Basi ina maana kwamba Wakenya wataamua kumtafuta kwa njia zote hadi waweze kumpata, manake Wakenya kwa sasa ni kama hawawezi kusurvive, Wakenya kwa sasa ni kama hawawezi kuishi bila Edwin
Sifuna, na tunatarajia kwamba Edwin Sifuna atakuwa anatikisa siasa za mwaka wa 2027, manake bado anazidi kurindima ile ngoma ya kutafuta uungwaji mkono akiwa pale kwenye kundi la Linda Mwananchi katika eneo nzima ama katika nchi nzima ya Kenya. Na namna ambavyo mambo yanazidi kufanyika ni kuonyesha tu kwamba Edwin Sifuna kwa sasa ni baadhi ya watu ambao wanatamaniwa na wengi, ni baadhi ya watu ambao wengi wameweza kuwakubali na wanataka tu aweze kufika pale kwenye debe na aweze kuikomboa hii nchi pindi tu wakati ambapo ataweza kuibuka bingwa katika urais wa mwaka wa 2027. Na kwa hivyo wengi wanaona kwamba kinyang'anyiro kinapaswa kuwa kati ya Edwin Sifuna pamoja na Rais William Samoei Ruto ambaye ni rais kwa sasa, na atakuwa anatafuta tamu yake ya pili ama atakuwa anatafuta uungwaji mkono ili aweze kuchaguliwa kwa tamu yake ya pili na ya mwisho, manake katika constitution ya Kenya ama katika katiba ya Kenya inaruhusu mtu aweze kuwa rais kwa tamu mbili peke yake, nazungumzia miaka 10 na kisha aweze kuondoka pale, lakini pia anaweza kuenda tu tamu moja na akaweza kumalizia pale. Na sijui maoni yako ni yepi? Sijui unaona kwamba Edwin Sifuna ataungwa mkono na viongozi wengine, ama unaona kwamba ubinafsi utaweza kujitokeza, ubinafsi utaweza kukithiri na kufanya kundi la United Opposition pamoja na Linda Mwananchi kuweza kusambaratika na kumpa Rais William Ruto nafasi murwa kabisa ya kuweza kushinda uchaguzi wa mwaka wa 2027. Na nikiweza tu kurejelea pale kwenye interview kati ya Edwin Sifuna na Yvonne Okwara Matole, utaona kwamba kuna maswali ambayo Edwin Sifuna aliweza kuyajibu na yakawafurahisha watu wengi, na kuna mengine ambayo hakuwa anayajibu, na wengine ambao ni wale wa opposition wakawa wanaweza kumwattack wakisema kwamba alishindwa kuweza kujibu maswali, ataweza kukuwa rais aje. Lakini kwa wale ambao wanamunga mkono na wadadisi wa kisiasa wanasema kwamba aliweza kufanya vyema kabisa, aliweza kujibu maswali hayo vyema kabisa, na hata si lazima uweze kujibu kila kitu. Yale ambayo unahitaji utafiti ama yale ambayo unahitaji usaidizi, lazima kwamba uweze kusema kwamba swali hili si langu na ni la watu wengi, na lazima tuweze kushirikiana, na nitazidi tu kuwapa kazi kuhusiana na kila ambacho kinaweza kufanyika na safari ya Edwin Sifuna na mikakati ambayo tu wanazidi kuweka chini kuhakikisha kwamba wanazidi kupata uungwaji mkono katika nchi nzima ya Kenya. Na sijui maoni yako ni yepi kuhusiana na interview hiyo? Unaona kwamba ilikuwa ni interview ya kipekee? Unaona kwamba ilikuwa ni interview ya hali ya juu sana ambayo ilikuwa imesubiriwa, ama unaona kwamba ni interview tu kama interview zingine ambazo tumeweza kuzizoea? Na kwa hivyo achilia maoni yako pale kwenye comment section ili pia niweze kupitia nijue kile ambacho unaweza kukisema. Na kama kawaida, kama hujaweza kusubscribe, hakikisha tu kwamba pia unaweza kusubscribe na uring kengele to turn on notification, ili ndiposa napoachilia kazi kama hizi na sawia na hizi unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuweza kuzipata. Nafahamika kama Director Dasi. Shukran.